Naam, uhari gani mpenzi mtazamaji wa Simba TV? Ni katika juma lingine tena kutokea hapa Arusha, ndio ambapo Simba TV inazalishwa, unaweza ukasema Geneva of Africa. Na kama ambavyo unaona hii leo, mavazi yangu yapo ni Arusha. Kabaridi fulani hivi, kamvua fulani hivi, manyunyu yanashuka kutokea hapa Arusha, ambapo mnyama Simba Sports Club alikuwa hapa au ipo hapa kwa muda wa siku 10 kucheza michezo mitatu ya ligi miwili ya ligi kuu ya NBC na mmoja wa kombe la CRDB Cup. Na kama ambavyo umefahamu au umesikia matokeo ya michezo yote mitatu jinsi ambavyo imekuwa. Story kubwa hii leo katika Simba TV na kuletea story ya kwanza ambayo inahusiana na mchezaji wetu mshambuliaji Mghana Jonathan Soa, ambaye yeye kuna kitu ambacho amekutana nacho. Kuja kusikia kwenye story kamili nini ambacho amekutana nacho. Kutoka hapo pia tutakuja kushuhudia story nyingine nzuri ambayo kwa wapenzi wa Arusha, wale waliokuwa hapa Arusha, mashabiki wa Simba Sports Club, tulikuwa nao pamoja kwenye Simba Nyama Festival. Balali ilikuwa kubwa, mbuzi wengi walichomwa. Tutakuja kuona nini na nini ambavyo vilitokea katika shughuli hiyo. Lakini pia tukitoka hapo tutakuja kushuhudia pia au kuangalia story ambayo inahusiana na mchezo uliopita, mchezo wa kombe la CRDB Cup. Sisi Simba Sports Club tukipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja huu ambao tumecheza michezo yote mitatu, uwanja wa Sheikh Amri Abeid hapa Arusha. Mchezo huu ambao tunaonekana kucheza vizuri, tukipata ushindi wa mabao 3-1, tulipata nafasi ya kuongea na Selemani Mwalimu ambaye alifunga mabao 2, Lada Kijuma cha Sambi ambaye alipata nafasi ya kucheza pia, lakini pia tulipata nafasi ya kuzungumza na kocha mkuu Steve Baka. Na mara baada ya kutoka kushuhudia story hiyo, tutakuja kuangalia story ya mwisho ambayo tunakuletea mnyama mara baada ya kumaliza siku zake 10 hapa Arusha. Na sasa safari ni kuelekea Ruangwa Lindi. Ataondoka lini hapa Arusha? Ataondoka lini Dar es Salaam? Au njia yake nzima itakuwaje kufika pale Ruangwa na nini ambacho anakwenda kukifuata hapo Ruangwa? Mimi ni Tobias Sebastian ambaye nakuandalia Simba TV ndani ya juma hili. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Kama ambavyo nilikutaarifa au kukwambia hapo awali, story ya kwanza ni kuhusiana na mchezaji wetu raia wa Ghana Jonathan Soa, ambaye yeye semaji la CAF atakuja kutuletea taarifa yake yote rasmi, nini ambacho amekutana nacho na nini ambacho kinamhusu Jonathan Soa, ambacho wewe mpenzi mshabiki mwanachama Simba Sports Club unapaswa kukisikia, unapaswa kukijua. Achana na taarifa ambazo zilikuwa zinazungumzwa katika maeneo mengine tofauti. Huyu hapa semaji la CAF Ahmed Ally akizungumza kuhusiana na Soa. Ya, ni kweli Jonathan Soa tulimsimamisha kutoka kwenye kambi yetu. Mwezi wa 3 tulisafiri kwenda Dodoma, kwenda kucheza na Dodoma Jiji. Tukiwa pale, tukiwa na Soa akaamrishwa atoke kambini na kurejea Dar es Salaam. Na Soa alikuwa akituhumiwa kwa makosa kadha ya utovu wa nidhamu, ambayo ni malalamiko yaliyokuja kutoka kwenye benchi la ufundi. Baada ya pale akarejeshwa kutoka Dodoma, akarejea Dar es Salaam kusubiri taratibu za klabu ziweze kukamilika na hatimaye haki yake iweze kupatikana. Baada pale akawa amepelekwa kwenye kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club ambayo inaongozwa na mwenyekiti wake Kamanda Kova. Soa akaitwa mbele ya kamati, akasomewa mashtaka yake yote ambayo yanamkabili, na yapo ambayo amekiri na mengine akatoa maelezo. Na baada pale kamati ikajiridhisha ya kwamba mchezaji huyu ana makosa ya utovu wa nidhamu. Baada ya kujiridhisha huko akapewa adhabu ya kwanza ni faini, na adhabu ya pili ameamrishwa aende akafanye mazoezi na timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Adhabu hii inaanza mara moja kuanzia hivi sasa, na atakuwa akifanya mazoezi na timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 20, ikiwa ni kipindi cha matazamio kumwangalia kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote ndani yake kwenye upande wa nidhamu, basi adhabu yake hiyo itaisha na atarejea timu kubwa kuendelea na majukumu yake kama kawaida. Kwa hiyo huo ndio mustakabali wa Soa na Simba Sports Club, ya kwamba yupo kwenye kuitumikia adhabu yake aliyopewa, ambayo ni kufanya mazoezi na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20, ikiwa ni kipindi cha matazamio.
Na mara baada ya kutoka kushuhudia story hiyo, na sasa tuende katika balaa kubwa ambayo tulilifanya katika mji huu wa Arusha, au kwa maana mkoa huu wa Arusha, kuhusiana na Simba Nyama Choma Festival ambayo ilifanyika katika viwanja vya Gymkhana hapa Arusha, na mengi ambayo yalitokea katika shughuli nzima au jambo zima ambalo lilihusiana na sisi mashabiki wa Simba Sports Club, tukiongozwa na baadhi ya viongozi tofauti akiwemo pia semaji la CAF, tukichoma mbuzi wa kutosha. Wana Simba walikula mbuzi wa kutosha, kondoo wa kutosha, nyama za kuku za kutosha, na balaa lilikuwa kubwa. Kigoma kilipigwa cha kutosha. King Faida pamoja na timu yake nzima, wana hamasa wote walifanya balaa, walishimba, na mengi ambayo yalitokea katika shughuli hii ambayo wana Simba walifurahi na walenjoy kutokea hapa Arusha. Hapa Arusha hii leo, siku moja kabla ya kucheza mchezo wetu mwingine wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Fountain Gate, tumefanya balaa kubwa. Ubaya ubwela umefanyika hapa Arusha. Shughuli ni moja tu, mashabiki wa Simba Sports Club, wapenzi na wanachama, ni kula nyama za kuku, kondoo, mbuzi, nyama za kutosha. Yani leo yani unakula, unashika hapa unakula, unashika hapa unakula, unashika hapa unakula, unashika hapa unakula. Kama hapo unaona bakia mdomo wake umeng'ang'aa hapa. Akia yani mdomo wake umeng'ang'aa. Kama wewe umekula kuku, kondoo? Sasa nimekula mbuzi ndugu yangu. Kabisa. Wewe mbuzi au kuku na mbuzi. Tunakula zote, nimekula nini? Wewe mbuzi na kuku. Bwana, kama ambavyo nimekwambia, hapa ni viwanja vya Farasi, viwanja vya Mgambo. Eneo la Gymkhana, lakini ni viwanja vidogo vya Mgambo. Kwa hiyo ukiwa hapa Arusha bwana, hichi kisu ndio kilikofa mpango mzima Sogea hapa, angalia. Unaitwa nani mwana? Angalia mbele hapa. Asante Daniel. Asante Daniel. Shughuli yako kubwa hapa ilikuwa nini? Angalia mbele hapa. Shughuli yangu kubwa ni kuchinja na kuchoma nyama. Kuchoma nyama. Yes. Umechoma mbuzi wangapi, kondoo wangapi, kuku wangapi? Unaweza kukumbuka namba zao walivyokuwa wengi? Mpaka sasa hivi tumechoma mbuzi 25. Mbuzi 25. Yes. Na kondoo 40 ngapi umechoma? Kondoo mpaka sasa hivi wako kama 15. Sawa, turudi kwenye pointi ya msingi. Mshawahi kupokea namba ya watu wengi kwenye shughuli hii kama hii ambao mashabiki wa Simba hii leo wamejitokeza? Hapana, kwa leo mmekuja mko wengi sana, na idadi hata ya mbuzi wamekuwa ni wengi sana. Na tumefurahi pia ujio wenu kufika mahali hapa, na sisi tumefurahi, ila karibuni sana zaidi na zaidi. Hicho kisu ni mchongo wake ni nini baba? Hichi kisu kwa ajili ya kuhudumia mezani. Unahudumiaje mezani? Nakatia nyama, nakatakata nyama babu. Unachinja tu. Yaani ni kukata tu. Mchongo wako ni kuchinja. Uhakika. Kuchinja. Ni uhakika. Unaendelea na kazi. Dada uloshika nani? Dada njoo kidogo mamangu. Simama hapa, rudi nyuma kidogo. Rudi hapa nyuma, rudi nyuma. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Sasa watu wanakula wanaacha hapa. Wewe mbona umebeba? Sijabeba. Nahudumia watu wageni walioko mezani. Walioko mezani? Ndio. Bwana, mbuzi wapo kutosha huko? Wa kutosha, leo ni kula kujigaragaza. Acha bwana. Chezea Simba wewe. Basi. Bwana, kama ambavyo mmemsikia, tuli nyuma wanangu, kama mmemsikia. Leo ni kula kujigaragaza. Bwana, mambo vipi mwanangu? Safi mkuu. Unaitwa nani? Abdul Simba. Abdul Simba. Yes. Wewe si hapa Arusha? Hapa. Bwana, hebu tuambie ni furaha kiasi gani shughuli nzima ambayo imefanyika na mbuzi na wanyama ambao wamekufa hii leo? Ni raha tena na tena. Ni ubaya ubwela. Nyama gani umekula wewe baba? Nimekula nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi? Ndio. Umetosheka? Nimetosheka. Umebeba kupeleka nyumbani? Sijabeba, ila nimefurahi, nimetosheka. Au si Ndio. Haina noma mzangu. Sogea hapa. Bwana, unaitwa nani mwana? Mimi naitwa Dinani Simba. Dinani Simba. Kwa hiyo anaitwa Simba au Simba? Dinani, lakini Simba hiyo ni tunaongezea kwenye ubini kwa sababu chama langu hivi. Basi poa, haina noma. Hebu tueleze ndugu yangu, mmepokeaje hii shughuli ambayo imefanyika hii leo, na mna furaha kiasi gani kwa hili jambo kubwa ambalo limefanyika hii leo hapa? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa Simba kuja siku zote hizi hapa Arusha na kufanya tukio kama hili. Ni tukio la kihistoria kwetu. Of course tumeenjoy, tumekula nyama, tumekutana na wana Simba tofauti ambao kwa miaka mingi sana hatujawahi kupata tukio kama hili. Tunafurahi tumekuwa pamoja kwa sababu kama slogan yetu inavyosema Simba nguvu moja. Na leo sasa imeonekana nguvu moja kupitia nyama. Tumekula nyama, tumeenjoy, tumejuana, tumekula selfie. Everything is good. Bwana, hii inaitwa kula nyama nyamaza. Tulia baba, njoo dada. Sogea hapa. Unaitwa nani? Angalia mbele baba. Naitwa Gudila Riwa. Unaitwa nani? Gudila Riwa. Wewe ngoja kwanza. Bwana, huyu jamaa alikuwa bwana, mchongo ulikuwa. Angalia mbele pale. Huyu jamaa tulikuwa naye mwanzo hapa. Yeye ndo alisema shughuli yake ni kufanyaje? Ni kukatakata nyama. Na hapa amepita na paja la nini hilo? Huu ni mkono wa mbele. Huu ni mkono wa mbele. Kumbe mbuzi ana mikono? Yes. Ana mikono na miguu. Ana mkono na miguu. Huu ni mkono. Huu ni mkono.
Unaenda kuwakatia watu sasa hivi? Hapa naenda kuwakatia watu sasa hivi. Kidogo ni nyonje. Nenda kusikia. Uhakika. Kidogo, yani kidogo. Kidogo ndo hapo nitoe mate ya uchungu. Mate ya uchungu. Mwandazi ajipunji kaka, au si? Bwana kawakatie watu. Mwandazi ajipunji. Angalia mbele, ngoja. Angalia mbele pale mwanangu. Tuambie, nyumbani umeaga ukapewa ruksa kuja kula nyama leo? Nimeaga. Umeaga vizuri kabisa? Kabisa. Tuambie una raha na furaha kiasi gani kuja kwenye tukio kubwa hili? Sana leo kwa ajili ya kujumuika na wanasimba wenzangu. Kula nyama choma na kuku choma na kiepe. Kondoo umekula? Nimekula. Tutakuwa bonge zaidi huko vitu vyote. Hamna. Au sio? Haina noma. Mwanangu Chebe na sogea hapa. Wewe angalia mbele tu bana. Naam. Tuja mwisho unaitwa nani? Naitwa Faridi Mandevu. Terminal hapo. Terminal wapi sasa? Stendi kubwa hapo ya Arusha. Naam. Tuambie mmelipokeaje hili jambo sababu lilitangaza kwenu na mmejitokeza kwa wingi kuja kwenye hili tukio kubwa? Sasa tumefurahi, tumeenjoy kwanza. Tumekula nyama, tumeenjoy vibaya mno. Tunashukuru Simba kuja hapa Arusha. Yani full kabisa yani. Vizuri kabisa. Kabisa. Yani full kabisa. Yani full yani. Yani ni aje kabisa. Ni good kabisa. Yani good kabisa. Imeisha hiyo. Baba. Imekata hiyo. Imeisha hiyo. Kama kawa. Haina noma. Kwa achari yangu ni aje? Hamna kweli. Haina kweli. Sasa unaitwa nani mwanangu? Naitwa Chazi. Unaitwa Chazi, una jina moja? Jina la pili nani? Chazi nani unaitwa? Chazi Ilamfia. Ilamfia yule alikuwa mchezaji wa Simba yule au huyo? Tuambie mzee wangu. Wana Simba, mashabiki na wapenzi Arusha wamepokeaje tukio hili kubwa na watu wamekuja wa kutosha hii leo hapa? Tumelitokea kwa ukubwa kwa sababu tunapenda timu yetu, ndio kama unavyoona hivi watu Shazi wanaenjoy. Nyama umeenjoy baba? Kabisa. Vizuri kabisa. Kabisa, nimekula nyama. Umekula nyama? Nimekula nyama, nimekunywa, nimefurahi. Au si wewe umenyamaza? Kula nyama umenyamaza chali yangu. Oya wewe. Chari, hebu sogea hapa. Baba. Haiko kweli. Yeye ndio ni Simba letu hili. Tunalitegemea kila siku hivi. Baba. Unaitwa nani baba la baba? Salumu Ali kutoka Kondoa hapo. Angalia pale mbele. Naitwa Salumu Ali kutoka Kondoa. Kondoa hapo. Wewe umetoka Kondoa hadi hapa? Nimekuja hadi hapa. Nini kimekuleta baba hapa? Hata nyama baba. Nyama. Nyama. Tulivibudu. Tunakula nyama. Kula nyama. Maza. Umeenjoy baba? Nimeenjoy. Baba. Mpaka nimevua. Mpaka umevua baba? Nimevua hii hapa. Unasikia joto baada ya baba. Nataka niongeze nyingine la baba. Basi baba. Sio kweli. Bwana, hao ni baadhi ya mashabiki ambao wamejitokeza katika viwanja hivi vya Mgambo hapa eneo la Jimkana katikati mwa jiji hili la Arusha. Mzuka ni mkubwa, watu ni wengi wamejitokeza. Leo tunakula nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo, nyama ya kuku, viazi, kiepe na masagasaga kibao, makachumbari, mapilipili. Nyama inachumwa, mnyama anaiva, mbuzi anaiva, kondoo anaiva, kuku anaiva, anakuja hapa mezani anaiva. Lakini pia tumepokea viongozi wetu wa juu kuanzia mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi Christesius Magori, lakini pia wajumbe wa bodi tumewaona hii leo hapa na baadhi ya viongozi mbalimbali ambao wamejitokeza hii leo. Na mzuka ni mkubwa, kila shabiki akiwa na hamu na hali ya kuzungumza. Hawa ni baadhi ya wachache ambao wamezungumza. Nyama imeliwa na bado nyama inaendelea kuliwa. Bwana baba Shariara. Bwana naitwa Tobias Sebastian kutokea hapa Shariara. Bwana mnafanyaga vipi vile? Ile wanafanya kama ile wadudu ile hivi vile. Bwana tumemaliza. Kama ambavyo nimekuambia, story yetu ya tatu katika juma hili ndani ya Simba TV ni kuhusiana na mchezo wa kombe la CRDB Cup. Sisi Simba Sports Club tukipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji na kutinga hatua ya robo finali. Hatujui tutakuja kukutana nani, ila yeyote ambaye atakuja mbele yetu sisi tupo tayari kupambana naye. Lakini kama ambavyo ni kutaarifa au kukuambia kwamba ambacho tunakuletea katika Simba TV katika juma hili ni mara baada ya mchezo huo kumalizika. Tumepata nafasi ya kuzungumza na kocha mkuu Steve Baka, alizungumza kwa niaba ya benchi la ufundi, lakini pia Selemani Mwalimu ambaye alifunga mabao mawili katika mchezo huo alizungumza naye. Kikubwa ambacho kimemsukuma, alikuwa na hamu ya kufunga, na tukumbuke pia Mwalimu ametokea katika ardhi hii Arusha, Kilimanjaro. Amezungumza pia kuhusiana na story hiyo, lakini
mwisho pia tutakuja kumsikia Ladaki Juma Chasambi ambaye naye hakupata nafasi ya kucheza kwa muda mrefu, lakini juzi amepata nafasi ya kucheza, amezungumza. Na mwisho tutakuja kumsikia semaji la CAF Ahmed Ally akizungumza vile vyote ambavyo vitokea katika mchezo huo na kile ambacho alikuwa anataka kuwafikishia wapenzi, mashabiki na wanasimba wote ambao wanafuatilia Simba TV, lakini pia ambao wanafuatilia taarifa njema na nzuri ambazo zinahusiana na klabu ya Simba Sports Club. Yes, I thought it was a really good performance today from the beginning all the way to the end of the match. I think it was clear for everyone to see first half, although we went in down 1-0. We probably deserve more. I think today we really showed our attacking intent. We created a lot of opportunities, got a lot of box entries. And I was confident that if we came out second half with the same sort of commitment, the same quality, the same execution, that if we got a goal, we would go on and win the game, which it turned out to be. So I was really pleased with the second half goals that we created and scored. Really pleased with the all-round performance. Tutakuwa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, ila mechi ilikuwa ni ngumu kwa sababu Dodoma Jiji wakicheza na Simba huwa anakuja kuonesha upinzani, lakini tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshirikiana na wachezaji wenzangu pamoja na benchi la ufundi kupata matokeo mazuri. Wametutangulia Dodoma hii leo. Kulikuwa na pressure zaidi kwetu? Pressure lazima iwepo kwa sababu unajua Simba ni timu kubwa na Simba ina mashabiki wengi, na ukiangalia Shamra Bedi mashabiki walitokeza kwa wingi. Kwa hiyo ilikuwa inatupa hari ya kupambana, na ndio maana tulivyoenda kipindi cha kwanza kocha tuliongea, na tulivyorudi kipindi cha pili ndo nadhani uliona mabadiliko tulivyobadilika. Timu ilicheza kiutu uzima na tulizidi kutengeneza nafasi na tukatumia nafasi. Sawa, wewe sasa kwako Selemani. Bao la kwanza zuri, bao la kichwa, bao la pili ndio bao uzuri zaidi pengine kwangu mimi. Kulikuwa na nafasi ya kumpa mtu, umemkamua mtu, umemlazimisha, umeenda umefunga. Kwa sababu ilikuwa ni 1v1 na situation ile nilikuwa na option mbili. Nilikuwa na option ya kumpa Libasi ya Gay na nafasi mimi mwenyewe, lakini pia center back pia alikuwa ana option mbili. Kwa hiyo amkabeula. Kwa hiyo lakini pia napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, amenijalia nikawa mtulivu ndani ya 18, nikaweza kumpunguza ule center back then na kufanya finishing nzuri. Sawa. Mechi inayofuata sasa ndio swali la msingi kubwa liko hapa. Tunacheza dhidi ya Fountain Gate, timu ambayo umetoka. Tueleze hisia zako ni zipi, lakini pia maandalizi walau kwa chacha kuelekea mchezo huu. Cha kwanza Fountain Gate ni timu ambayo mimi cha kwanza naiheshimu, ni timu ambayo imenitoa kutoka, yani imenifanya nimetambulika kupitia Fountain Gate. Kwa hiyo itakuwa mchezo mzuri, na naamini pia nitakuwa niko kama nyumbani, na pia ni waombe mashabiki wote wa Arusha pamoja na Babati ambao timu mwanzo ilikuwa inatokea Babati. Naamini kuna mashabiki wangu ambao wako Fountain ambao wanafuatilia, kwa hiyo nipende pia kuwaomba pia, naamini tutakuwa na mchezo mzuri, na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapata alama 3. Sasa nimalizie swali langu la mwisho. Unapocheza hapa ardhi hii ya Arusha au hapa Shamra Bedi, kuna kitu unakumbuka? Kwa sababu ni uwanja ambao ni karibu na nyumbani, kwa sababu mimi ni mtu wa Kilimanjaro na Shamra Bedi ni sio mbali, na ukiangalia hata kipindi kwa utotoni mwangu nilikuwa tunakuja kucheza mechi hapa Shamra Bedi. Shukrani sana. Asante. Kuna kitu kikubwa washakufanya hapa? Nakumbuka. Nakumbuka tulikuja na Mawenzi Market hapa. Nilikuwa nacheza Mawenzi Market ya Morogoro. Nakumbuka tulikuja tukambiti alikuwa ni Mbuni. Kwa nini unaikumbuka mechi? Kwa sababu ilikuwa ni mechi ya playoff, nilibakisha timu kipindi kile daraja la kwanza. Ulifungwa ukabakisha timu daraja. Walikuja na game plan nzuri ya kukaa. Walikuwa wamekaa nyuma, walikuwa wanazuia vizuri kwa mpangilio, inaonekana kabisa kwamba ile kitu walikuwa wamekifanyia mazoezi. Kwa hiyo ndio maana kilikuwa kimetupa ugumu, na mpaka tunaenda first half walikuwa wanatuongoza. Nafikiri mpaka tunarudi kipindi cha pili tumekaa na mwalimu akatupa mbinu za kuja kucheza mchezo kipindi cha pili, tukapata matokeo. Mbinu gani mwalimu alituelekeza kipindi cha pili tukapata mabao 3? Nafikiri tu kipindi cha kwanza tulikuwa tutumii nafasi za nyuma, tulikuwa tukimbii nyuma ya mabeki. Nafikiri ndio maana ilikuwa kazi sana kupata magoli, na wao walikuwa wamekaa katikati ya uso wa goli. Sawa. Hii leo tumeonekana kufanya vizuri tofauti na mechi iliyopita. Unadhani siri kubwa ilikuwa ni nini? Siri kubwa ni kujituma kuanzia uwanja wa mechi na uwanja wa mazoezi. Nafikiri mashabiki zetu waendelee kutuombea, na sisi wenyewe kama wachezaji tukae tuangalie tunataka kwenda wapi ili tuweze kuifikisha timu tunapopahitaji.
Sawa, tumekwenda kwenye hatua inayofuata kwa maana kwenye kombe la CRDB Cup, lakini pia mchezo unaofuata ni mchezo wa ligi kuu ya NBC hapa dhidi ya Fountain Gate. Mchezo huu nafikiri unaweza ukatupa njia kwa ajili ya mchezo ujao. Nafikiri mchezo wa kwanza hapa tulipata matokeo ya sare. Mchezo huu tumeweza kupata magoli mengi na tumeweza kutengeneza nafasi nyingi. Nafikiri tutaenda nacho hiko kwenye mchezo unaokuja ili tuweze kutengeneza nafasi nyingi ili tuweze kupata ushindi katika mchezo unaokuja ili tuweze kukaribia gepo la pointi na mtu ambaye anaongoza ligi. Sawa, kwako umepata dakika za kucheza, dakika 15 mpaka 20. Nini ambacho kinazungumza moyoni mwako na kile ambacho umekiona wakati ukicheza hii leo? Nimejisikia vizuri kucheza kwa sababu sijacheza muda mrefu, lakini pia kucheza ni swala la nafasi. Kila kitu kina wakati. Nafasi yangu itakuja, nitacheza. Kikubwa tu ni kuwaombea wale ambao wanacheza wacheze vizuri, ili mradi tukipata matokeo na wengine watakuwa wanacheza. Kwa mfano kama leo imetokea tumeweza kupata magoli mengi, watu wengi ambao wakupata nafasi tumeweza kupata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ni kikubwa kuwaombea watu ambao wanacheza wafanye vizuri ili timu iwe na muunganiko na kupata nafasi na wachezaji wengine pia wasiocheza wapate nafasi. Sawa, una kismati, una bahati au umecheza dakika chache, mechi imeisha, mashabiki wamekuita, umeenda kukuokotesha? Tanzania nchi ya amani kaka, mashabiki zetu wana upendo sana na timu. Ni vile tu kuna muda tunapitia kipindi kigumu, lakini wasichoke kutusupport. Mimi naamini wanaipenda sana timu yao na sisi tunawapenda sana. Ni vile tu kuna time tunapitia nyakati ngumu, lakini wasichoke kutusupport. Hii heshima alotuonyesha leo na waendelee kutusupport hivi katika michezo inayokuja. Nafikiri Simba itakuwa timu kubwa na tishio kabisa. Shukrani. Asante. Naam, mwisho kabisa katika Simba TV ni story ambayo inahusiana na mchezo unaofuata. Sisi Simba Sports Club tutakuwa tena wageni katika uwanja wa Kassim Majaliwa pale Ruangwa Lindi, tukikaribishwa na wenyeji wetu kwa maana Namungo ambao wenyewe wametukaribisha katika uwanja wao huo wa nyumbani. Kama unakumbuka mchezo wa kwanza tuliwafunga katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Huu sasa ni mchezo wa pili. Namungo chini ya kocha Pep Guardiola mnene Juma Ramadhani Mgunda wenyewe watakuwa nyumbani kukaribisha sisi Simba Sports Club. Huyu hapa semaji la CAF Ahmed Ally akizungumza ratiba nzima ya timu kutokea hapa Arusha hadi kufika pale Ruangwa, lakini pia mchezo wenyewe jinsi ambavyo anadhani utakuwa au kile ambacho tunakwenda kukifuata katika eneo hilo. Kwanza tunawashukuru watu wa Arusha, uongozi wa Simba mkoa wa Arusha, viongozi wa kiserikali mkoa wa Arusha na mashabiki wa Simba mkoa wa Arusha na kaskazini kwa ujumla kwa kuipokea, kuilea na kuilinda Simba kwa muda wa siku 10 ambao tumepiga kambi hapa Arusha tukicheza michezo yetu mitatu ya ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la CRDB. Zimekuwa ni siku 10 bora kweli kweli kwa upande wetu. Timu imepata kile ambacho inastahili, fanya mazoezi katika uwanja mzuri, pata ulinzi mzuri, pata ushabiki mzuri na mambo yamekuwa mazuri kweli kweli ndani ya Arusha yetu. Tunawashukuru wale wote ambao wametoa muda wao, wale wote ambao wametoa kila mchango wao kuhakikisha kwamba Simba inapata mazingira tulivu katika mkoa wa Arusha na hatimaye kuweza kutimiza majukumu yake ipasavyo. Arusha imekuwa ni njema sana kwetu. Tumetimiza malengo yetu kwa 90%. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru wale wote ambao wameipambania Simba Sports Club. Tumemaliza kukaa kwetu Arusha ama kambi yetu ya Arusha na sasa tunarejea tena Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam inakuwa ni transit tu, inakuwa ni kanjia kuelekea katika vita yetu nyingine kusini mwa Tanzania. Tumetoka kaskazini mwa Tanzania tunakwenda kusini mwa Tanzania na safari hii tunaelekea Namungo. Kwa hiyo tarehe 15 tunaondoka Arusha, tarehe 16 tunaondoka tunashinda Dar es Salaam, tarehe 17 tunaondoka kuelekea Ruangwa na kwenda kuwakabili Namungo Football Club katika mchezo ambao utachezwa tarehe 19 katika uwanja wa Majaliwa Kassim Majaliwa. Nichukue nafasi hii kuwatangazia rasmi wana kusini mwa Tanzania, na maanisha Lindi, Mtwara, kusini nyingine ni wapi? Songea, yote hiyo ni kusini. Tunawaalika rasmi katika shughuli yetu dhidi ya Namungo tarehe 19 pale Ruangwa. Ni mechi nyingine ngumu tunakwenda kucheza ndani ya mwezi wetu huu wa 4. Tunakwenda kukumbana na Juma
Mgunda Pep Guardiola. Ni mechi ngumu, wameimarika sana na Mungu kwa siku za hivi karibuni, wana timu bora sana na wana mwalimu mzuri. Kwa hivyo tunategemea watatupa mechi iliyokuwa sahihi kwa maslahi ya wanasimba. Yote kwa yote niseme tu kwamba tukutane Majaliwa, Kassim Majaliwa uwanjani hapo, twende tukapambanie alama 3 nyingine ngumu. Naam, mwisho kabisa nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi Simba TV ndani ya juma hili, na kama ambavyo nilikwambia tumekuwa na wakati mzuri sana hapa Arusha. Simba TV ya juma lililopita ilizalishwa kutokea hapa Arusha, lakini Simba TV ya juma hili pia inazalishwa kutokea hapa Arusha. Pengine Simba TV ijayo itazalishwa kutokea pale Ruangwa Lindi. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye nilikuwa nakuletea Simba TV ndani ya juma hili. Nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi vile vyote ambavyo vimetokea ndani ya Simba TV au vile vyote ambavyo tumekuandalia ndani ya Simba TV katika juma hili. Usiache kuangalia na kufuatilia mitandao ya kijamii ya Simba Sports Club, lakini pia usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV. Hayo ndio mahala pekee au ndio maeneo pekee ambayo unaweza kupata taarifa zote rasmi ambazo zinahusiana na klabu yako pendwa ya Simba Sports Club. Usiache kuangalia na kufuatilia pia Simba TV ndani ya juma lijalo. Bye.